Brian alishinda green card. A day before a travel, akaamua kwenda kuambia his favorite aunt goodbye. On his way home, Brian alikufia njiani. What was the cause? Tashangaa sana. Watch till the end. Yo guys, karibu kwa stories za mtaa. If you want more stories, kimbia pale YouTube. Leo ni story ambayo inahuzunisha sana sana. Brian alizaliwa kwa familia ya kimaskini sana. Yani maskini wale wakutajika wako hapa na wao kina Brian wako hapa. Yani the whole village walikuwa wanawapeana kama mfano like we fanya bidii msikuje kuteseka kama kina Brian. Unaelewa? So even in school walikuwa washazoeleka. School fees lazima wanaenda nyumbani. Hadi ilifika time yenye Brian anajua Monday wanafaa kufukuza school fees, haendi shule, anabaki nyumbani asaidie familia. Brother yake alikuwa anaitwa Peter na sister yake Naomi, walipambana wakapambana. Brian alikuwa firstborn. So after high school aliona lazima akuwe mfano mwema kwa siblings wenzake. Nanielewa. So ikabidi akaanza kufanya vibarua hapa kule, kusaidia watu kubeba mbao, kulima, because alipata C+. C+ si grade mbaya. Huwezi enda university, na kama utaenda unahitaji huwe na pesa. Hiyo nayo wazazi hawange afford. So ilibidi Brian afanya kazi nyumbani akiomba Mungu asaidie, maybe apate kazi nzuri ndio akisave pesa zitoshe, anaweza enda kwa technical colleges ambazo zinapatia mtu hands on skills kama zile za carpentry, plumbing, zile skills ambazo zinaweza kusaidia kupata kazi za mtaa haraka. Na nowadays by the way hizo skills ndo zinasaidia sana. Achana hizi degree si mbaya, lakini ukiwa na skill inakusaidia kupata kazi rahisi sana. You can even self-employ yourself. So ma technical college kama hii unaona hapa, Baltimore College ni one of the best colleges around. So Brian angepata pesa asave, angeingia college kama hii Baltimore. So alipambana sana. Mwaka mmoja kaisha, Brian akaona naelekea wapi? Nakaa ni kama mtu ambaye hajapita. Wale walikuwa na D-E wako ushago kama yeye, wengine washaanza kuwa walevi, wengine washaoa, na wengine wako hapo wanafanya vibarua na yeye. So akafeel kama that was not his calling, like he was destined for greatness, sio tu kufanya kazi za mtaa. So akaamua kujifunza computer. Kulikuwa na cyber fulani hapo karibu ya jamani alikuwa anaitwa Victor. Akaamua kwenda anajifunza every evening. So akaenda siku moja akamuuliza anahitaji nini kujifunza computer. Akaambiwa kuja tu na pesa kidogo nikusaidie. So akaenda anafunzwa kushika mouse, kutype kidogo, kuingia kwa online, hadi akafungua Facebook account na TikTok kidogo ndio akuwe updated. So one day akishamaliza kazi zake za vibarua hizi za mtaa, akaamua kwenda kwa cyber kama kawaida kutrain. Kufika pale akapata a couple ilikuwa inapigwa picha, alafu wana apply kitu inaitwa green card. Akashindwa, kwani kusiku na red card kwa uwanja, kuna yellow, green card imetoka wapi? So hakuwa anaelewa. Akangoja hiyo couple ikamaliza ikaenda, ndio akauliza huyo jamaa Victor rafiki yake, akamuuliza green card ni nini? Victor akamueleza, akamwambia green card ni kama lottery. Unajaribu bahati. Ukishinda unaenda America. Ukishinda unabaki tu hapa. Brian alishtuka sana. Yani mbona hajaisikia hii lottery ya kuenda America, hii bahati ya kwenda America? Victor akamwambia lazima ukue over 18 years, umalize high school. So na haihitaji pesa, you just need your details, your ID, unaweka tu details hapo, alafu unangoja after 1 year. Kama utakuwa selected unajaribu bahati yako, unaenda majuu. So Brian akauliza ni pesa ngapi, akaambiwa ni 500 ku apply. Akaenda akapiga hustle the whole week. By Friday akarudi ku apply green card. So akapeana details zake, waka apply green card. Akaenda hakuweka kwa kichwa sana because it's something ambayo anyway hakuwa prepared for. Akaenda akachia ujamaa details zake. A year later, jamaa anafanya mambo yake hapo, vibarua zimenoga. Alikuwa mtu very humble, alafu alikuwa mtu hana mambo mengi. So kama amekufanyia kibarua, lazima ungempenda.
because alikuwa anapeana his best. So kwa mtaa alikuwa ameanza kujulikana kama jamaa wa vibarua, na ilibidi akubali because fate ilikuwa imedecide at that moment akuwe jamaa wa vibarua. So 1 year later akapigiwa simu na yule jamaa wa cyber, akamwambia kuja umeshinda green card. Jamaa alishangaa sana, like hakuwa na expect, it's something that wasn't in his mind kabisa. So alishindwa anzie wapi because hajaishinda green card, hajui the process. Huyu jamaa alimwambia, sasa si unaona mimi nimekupatia details, sijakunyima, details zako ndio hizi, but ukitaka ku increase your chances of going to America unaweza weka a spouse. Ukiweka spouse, unajua America wanapenda sana watu wenye wameoana. Hata ukigoogle, America inapenda sana watu ambao kwa marriage wanaonekana wako serious, sio mtu single wanaona ni kama wanaenda kuwanyang'anya madem zao. So ukiapply kama couple utatoboa. So akamwambia kuna sister yake au apply pamoja. Brian akasema wacha aenda consult afikirie, alafu ndio atamwambia. So huyu Victor akamwambia sawa, mimi nimekupatia details zako, usiona ni kama nakublackmail, but nataka nikusaidie. So Brian akaenda home. Brian kufika home akaulizia around, akaambiwa ukiapply kama couple kitakuramba. Hiyo America hautaienda. Apply the same way you applied kwa green card. Sawa? So usijaribu kiendea visa, usijaribu kusema umeoa, sijui ufanye harusi, utaharibu. So Brian akapigia ule Victor simu akamwambia, bro, sita kusaidia for now. Wacha niende, alafu maybe nikifika pale nikipata opportunity naweza ita sister yako ama tunazoona vile tutafanya. Victor alikasirika akamwambia, nilikusaidia, nikakusaidia ku apply green card, haukuwa unajua, nimekuwa nikikutrain computer, alafu nakwambia uapply sister yangu, uende na sister yangu nakataa. Wacha utaona. Hata ni bahati sana nilikupatia details zako, lakini hiyo America uiendi, trust me. Brian akamwambia, bro, wacha tu nijaribu peke yangu. Nimeulizia around, nikiweka msichana ama mwanamke na sikuwa nimemweka kwa green card, nikiapply itakuwa vigumu. So Victor akakasirika. Brian akaproceed kuprocess hizo nini zote, mavisa manini. To cut the long story short, ilihitaji pesa nyingi sana. Ilibidi wazazi wauze ng'ombe, shamba, majirani waka contribute, mamake akachukua madeni kutoka kwa chama za nyumbani, at least wakijua jamaa akienda America mambo yatakuwa fiti. Hiyo pesa atairudisha in 1 year, because kuna mwingine pia alikuwa amechangiwa kwa neighboring village. In 1 year alikuwa shamaliza madeni, akajengea wazazi. So wazazi wa Victor walikuwa na hopes nyingi sana. So there's something that happened within hii period ya kuapply green card. Najua ni miezi kadhaa ya kuendea visa, kuendea medical test and everything. Wazazi wa Brian walianza treat ni kama special child. Kina Naomi, the sister and the brother Peter, walianza kuonekana ni kama si wa muhimu. There's a time Peter, the brother, alikuwa tu ametulia pahali, akasikia wazazi wakisema, yani Brian ndio anaenda kuchange our life. Brian akizaliwa, mama hakuwa anataka azaliwe because no firstborn. The husband, baba ya Brian, hakuwa anataka azaliwe. Aliona ni kama hawako ready, lakini aka insist. The wife, mama ya Brian, aka insist, akasema wacha nizaa huyu mtoto, simtoi. So huyu ndo alifanya, wakaoana, mama na baba Brian wakaoana. So alikuwa anaambiana hapo, tunaona sasa kama singemzaa tungekuwa na hawa wawili, Peter na Naomi. Hawa wawili hata tunaona hakuna mwenye ameshinda green card. So my special son ndo ameshinda green card. So I was right, sikutoa hiyo mimba. Peter akasikia vibaya sana, sababu walikuwa wameanza kumprefer. Alafu alikuwa ashauza ng'ombe, wameuza shamba. Like Peter aliona ni kama habaki na kitu, brother yake ndo ataenda na kila kitu. Anyway, akaanza kuchukia Peter kidogo, ile kusikia wivu, like mbona wana prefer yeye kumliko
Unanielewa? So process ya kuapply kaendelea. A day to time ya kupanda ndege, everything iko set, the bags, shopping washafanya, kila kitu iko ready. Brian akaamua kwenda kufanya zoezi kidogo, akimbie kidogo, misuli ipate nguvu, ndio hiyo jet lag alikuwa anaisomanga hajui, ndio akienda kwa ndege asichoke. Unanielewa? So akijog hiyo jioni, kesho yake anafaa kusafiri, akapita karibu na nyumba ya aunti yake, his favorite aunt. Akaamua wacha ingie amsalimie, ndo sababu kesho wanaweza kosa kuonana because anatoka mapema aende Nairobi ndio apande ndege usiku. Unanielewa? So akapita hapo akawasalimia, alikuwa na chupa yake ya maji akaeka hapo kwa meza, hii chupa za kukunywa maji za kukimbia, akaeka kwa meza, wakampatia chai akakunywa, wakaongea akawasalimia. Kumbuka huyu ni favorite aunt wake, na the eldest son wa huyu favorite aunt alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Ben, alikuwa rafiki ya Brian sana. So akawasalimia, akawahug, akaenda nyumbani. Brian hakufika home, alikufia njiani. Hiyo kitu ilishtua watu sana, like abruptly hivyo tu. Yanaona vile nimesema Brian alitoka hapa, story yake ikaishia hapo, alikufia njiani hivyo. Wazazi wa Brian walishindwa. Mamaka alifaint sijui ni mara ngapi, kumpeleka hospitali, like alikuwa ashakufa, alikuwa pronounced dead. Na the last place alikuwa ni kwa his favorite aunt, mama ya Ben. So kila mtu akasema mama ya Ben ndo alimuua. Mama ya Ben akalia, akamwambia, nilikuwa napenda Brian. Brian was my son. He was my son's best friend. Hata akiwa mdogo nilikuwa nasaidia mama yake kumlea, mamaka akienda vibarua. So like singemuua, lakini wapi? Majirani hawakusikia, akapigwa hapo, wakasema ndo ameua. Alikuwa ameanza kusikia wivu eti Brian ameenda America aache kijana wake Ben ambaye hata alikuwa amefail mtihani, alikuwa ameanza kwa mlevi. So story kaenea hiyo familia, yani trust me, it wasn't a good scene. The whole village was mourning because that was the first person from that village kuenda America. Na ndoto ikaenda hivyo. Wazazi wameuza shamba, wameuza ng'ombe, wamepewa madeni mingi sana kwa chama. So like walishindwa kitu cha kufanya. Walishindwa kabisa kitu cha kufanya. So postmortem ikafanywa. Walikuwa wamechukua zile vikombe zenye alikuwa amekunywa nayo chai na wakaenda kutest. Alafu pia ile bottle yake ya maji alikufa akiwa nayo, ilikuwa imechukuliwa because ilikuwa kwa hiyo scene akiwa amekufa. So lazima polisi wangechukua. So polisi walichukua hiyo, wakaenda kuzitest. A few weeks later, because hangezikwa, the case was active in court. A few weeks later, result za hiyo investigation zikatoka. Guess what? Ile chupa ya maji ndo ilikuwa na poison, sio zile vikombe. Na the sad part is his younger brother Peter ndo alimwekea sumu, kwa sababu alikuwa ameanza kuwa preferred, kwa sababu aliona akienda majuu, wameuza ng'ombe, wameuza shamba, wamechukua malon, atabaki akiteseka in the village. Hata sijui niongee nini because hii may happen. Sisemi ni village gani, sisemi ni wapi, lakini this has happened. So umaskini umebaki kwa kina Brian, Peter na Naomi. Wazazi wote they have nothing now, wanabaki zero. What was the major reason as to why Peter alimwekea sumu? Ni kwa sababu ya kuuza shamba? Ni kwa sababu walianza kuwa preferred kuliko brother yake? Ama ni wivu tu? Na wazazi wa Brian kama hawange treat Peter vibaya, ama hawangeanza kuprefer Brian, hii kifo ingekuwa avoided.
Tell me kwa comment section below, na hebu niambie umejifunza nini from this story. Hii ni true story, it has happened. Let's be careful guys. Hata kama una wivu, hata kama una feel like kuna hii vita ya siblings, kama una feel like brother yako sister yako anakushinda, like competition iko, it's healthy. Unaona sasa Peter ameua brother yake, na huyo brother yake ndo angetoa hiyo familia kwa maskini. Sasa hawana future, madeni kila kona. Na mamake alikuwa na heart problem. Alikuwa na shida ya pressure. Sijui kama atakaa miaka mingi. Anyway, thank you so much for watching the story. This is Nyakundi, na hizi ni stories za mtaa, story ambazo zime happen. I'm sure you've seen such stories ama ile ambayo inaendana na hii. Kimbia pale YouTube, search story za mitaa na Nyakundi. Utaona kuna video zingine refu, utaenjoy pale. Go and subscribe. Nakumbuka kama unataka kwenda college, technical college ambayo iko trusted, ambayo iko na CNA, course ambayo inaweza kupeleka outside the country, na wako na courses nyingi, utaziangalia hapa, ziko nyingi. Contact Batmo College on this number and join them. The main campus is in Nakuru, and then kuna branch hapa Nairobi. Cheers, God bless you. Nyakundi, stories za mitaa.